Movie inaanza, tajiri Eric anafanya surprise katika siku yake ya kuzaliwa katika hoteli kubwa mjini Lagos na bidada anaitwa Naila. Naila anamuuliza umeipenda? Eric anabaki anashangaa kwa maana kutarajia kama atafanyia surprise siku yake ya kuzaliwa. Eric akawa anashangaa jinsi kulivyopambwa kila sehemu ni maputo na udambudambu na kumwambia, yani hii ndio mara yangu ya kwanza kufanyia kitu kama hiki. Akafunua boksi akakutana na keki, akashangaa kuona keki, na keki siku zote ndio raha ya birthday. Eric hakuamini, ikabidi amkumbatie Naila. Akafurahi kuona kaandaliwa na wine anayoipenda, ikabidi aichukue na kuanza kuimimina kwenye glasi ili wanywe wa enjoy. Na baada ya kuenjoy, malavidavi ndio yafuata. Wakagonga cheers na kuanza kunywa kwa kutengeneza X kwenye mikono yao kuonyesha ishara ya upendo. Kwa kuwa chumba kiliandaliwa hadi mziki na kuchagua wimbo mzuri wa taratibu na kuanza kucheza huku wakikumbatiana wakienjoy kwa mziki laini. Wakati wanaendelea kucheza, Eric akawa anajisikia vibaya, akawa anashika moyo, mara ghafla akadondoka kitandani. Naila akashangaa elewi nini kimetokea. Akawa anamtingisha ili aamke, akamshika mkono na kumwambia hebu acha utani Eric. Eric akawa bado kalala, anaonekana kama fahamu kapoteza. Naila akawa anajaribu kumtikisa. Naila akachanganyikiwa juu cha kufanya, mara simu ya Eric ikawa inaita, ikabidi aende kuicheki kuangalia kwenye skrini ya simu. Kumbe alikuwa mke wa Eric ambaye anaitwa Stacy, wakati Naila yeye ni mchepuko tu. Naila akachanganyikiwa, ikabidi arudi tena kitandani kumwamsha Eric kama ataamka. Upande wa pili mume wake Naila karudi nyumbani, naye akawa anampigia simu. Akaitoa simu mfukoni kuicheki ni mume wake, na huku mezani mke wa Eric naye akawa anapiga tena. Akachanganyikiwa juu cha kufanya. Naila akasogeza sikio kusikia mapigo ya moyo wa Eric. Simu ya Eric inaita tu, akazidi kuchanganyikiwa. Mke wa Eric akatuma voice note, hey baby, nilikuwa nakupigia kujua kama uko salama, ni mimi mke wako, I love you. Naila akachukua simu ya Eric na kuisikiliza voice note. Akachoka kusikia maneno ya mke wa Eric, akakaa chini akimwangalia Eric bado kalala kitandani. Mara simu yake naye ikaingia voice note. Mume wake akamwambia, hello, nimerudi nyumbani, safari yangu imeahirishwa, wewe uko wapi? Pia nimekuletea chakula chako ukipendacho na kusubiri nyumbani, I love you. Naila akachoka, akawa anamwamsha Eric. Naila akachanganyikiwa juu cha kufanya, mara simu ya hotelini ikaita, ikabidi aipokee. Good afternoon, receptionist naongea. Akamjibu good afternoon huku anatetemeka. Akamwambia, nimekupigia asubuhi, bahati mbaya tulisahau kutoa mop kwenye hicho chumba chenu, je, naweza kuja kulitoa? Akamjibu no, kwa sasa tupo busy. Akawa anaongea huku anatetemeka akiwa na uoga mwingi. Mhudumu akamuuliza, uko sawa mama? Ndiyo niko sawa, tuko busy. Akamuuliza tena, kila kitu kipo sawa? Akajibu ndiyo niko sawa. Basi sawa. Naila akarudisha simu mezani, akawa anaogopa juu atafanya nini, akimwangalia Eric bado kalala. Naila akazidi kuchanganyikiwa huku akishika nywele zake. Ikabidi anyanyuke aende kuziangalia glasi za pombe walizokunywa, labda zilikuwa zina sumu. Akaichukua na wine akawa anaiangalia, haelewi nini kimesababisha paka Eric akate moto. Naila akakaa chini, akawa haelewi nini atafanya, huku nywele kichwani zinawasha tu, anazikuna ajui huu msala anaukwepa vipi. Mwisho wa siku akaamua kuchukua simu yake. Wakati anataka kutoka, akasimama na kumshika mkono Eric kisha amekufa au la, kisha akajikaza na kuamua kuondoka na kufunga mlango. Alipofika reception, kwa uoga akataka kudondoka, ndipo dada wa mapokezi akastuka na kumwangalia. Naila bado anaonekana ni mtu mwenye wasiwasi sana. Mhudumu wa hoteli akawa anampigia meneja wa hoteli, lakini hapokei simu. Ikabidi amfuate juu ofisini. Naila bado ana uoga, anatoka huku hajiamini, moyo wake unadunda kwa kasi. Akafungua mlango wa gari lake na kukaa, kisha akavuta pumzi kwanza amini kama amefika nje kwenye gari lake. Huku mhudumu ipo na meneja, ikabidi apige simu kwenye chumba cha Eric. Simu ikawa naita ipokelewi, huku Naila anajiandaa kuondoka bado akiwa na uoga, anatetemeka tu. Meneja akampigia simu mlinzi na kumwambia, usiruhusu mtu yoyote atoke kwenye hii hoteli ndani ya hizi dakika 2. Naila anafika gitini, mlinzi anasimama mbele yake na kumsimamisha. Mlinzi akamfuata Naila kwenye gari lake na kumsalimia, good evening ma. Good evening. Mlinzi akamwambia, nimeambia nisiruhusu mtu yoyote kutoka kwenye hii hoteli baada ya dakika 2. Naila akamwambia, hapana, napaswa kuondoka, nina haraka. Mlinzi akamwambia, huwezi kwenda popote mpaka nitaporuhusiwa. Naila akazidi kuchanganyikiwa, Segerea anaiona kabisa inamnyemelea, ikabidi alale kwenye usukani tu. Huku meneja na mhudumu wa reception wanagonga mlango wa chumba cha Eric, wanasikilizia, wanaona kimya. Meneja akamwambia fungua. Mhudumu akafungua mlango, wakawa wanaingia taratibu huku na wao wakiogopa. Meneja alipomkaribia Eric akauchukua mkono wake na kuunyanyua, mkono ukawa umelegea. Mhudumu bado yupo kwa mbali. Meneja akasogeza sikio kwenye moyo wa Eric, akawa anasikilizia mapigo, kisha akanyanyuka akamwambia mhudumu bado anapumua na kumwambia wapigie walete gari la wagonjwa. Gari la wagonjwa likaja na kumchukua na kumpeleka hospitali. Walipofika hospitali, wakamshusha na kumwingiza hospitali kwa ajili ya matibabu. Mke wa Eric akapigiwa simu na simu ya mumewe, akapokea na kumwambia, baby, ulikuwa wapi? Nilikuwa nakupigia, uko sawa? Akamwambia, mimi sio mmeo. Okay, kwa nini unatumia simu ya mume wangu? Ndipo anapewa taarifa mume wake ni mgonjwa, amezidiwa na amepelekwa hospitali. Naye bila kupoteza muda akaingia kwenye gari na kuelekea
kuelekea hospitali. Alipofika akashuka haraka na kuingia hospitali. Daktari akawa anamhudumia Eric. Alipoingia Stacy akamuuliza, wewe ni nani? Akamjibu Stacy, mke wake. Akamuuliza, dokta, kimetokea nini? Akamwambia bado tunaendelea kumfanyia vipimo kujua nini hasa. Alipokaa dokta akamwambia, unatakiwa kulipia pesa kwa ajili ya vipimo. Stacy akamwambia mume wake, leo ni birthday yako, nilikushauri usiwe busy na kazi, ulipaswa kusikiliza lakini ukunisikiliza. Stacy akachoka kumwona mumeo ipo kitandani. Dokta akamwambia, naona upendo ulioko ndani mwako kwa mumeo. Akamjibu, nampenda sana, ni rafiki yangu, ni mzazi wangu, lakini pia ni mume wangu. Dokta akamwambia atakuwa sawa. Stacy akamuuliza, ni muda gani yuko hapa? Dokta akamwambia lisali moja. Stacy akamwambia, sijakuelewa, ndege yake iliondoka masaa 5 yaliyopita. Akamwambia mume wake, kama ulichelewa ndege kwa nini hukuniambia? Kwa nini? Stacy haelewi nini kimempata mume wake. Akashika kichwa akasema, sasa nawezaje kujua kilichotokea? Dokta akamwambia, labda uongee na meneja wa hoteli, maana wao ndio waliomleta hapa. Hoteli? Akamuuliza, hoteli gani? Dokta akamwambia, mume wako ameletwa hapa kutoka Kishipa Hoteli inayopatikana Abuja na sio Lagos. Stacy akachoka akawa anamwangalia mume wake tu. Mumewe bado yupo kitandani. Stacy anagundua kuwa mumewe alimdanganya na safiri, kumbe kaenda mji mwingine. Stacy akawa anaelekea Abuja ili kujua nini kilitokea. Alipofika Kishipa Hoteli akaelezwa kila kitu na kuamua kumfuata Naila Selo ili kujua nini zaidi kilitokea. Naila anamwambia, mimi sijamuua mume wako. Stacy akamwambia, unanijua mimi, sasa umewezaje kutoka na mume wangu? Naila akamwambia, hata sijui nikwambieje, maana ni ngumu kuamini, ila ni kwa sababu ya upendo. Stacy akamind, yani unasema unampenda mume wangu? Akamwambia, yeye ndio ananipenda. Naila akamwambia, ni ngumu kuamini, naomba unisamee tena sana. Stacy akamuuliza, mahusiano yenu ni ya muda gani? Naila akavuta pumzi na kumwambia, miaka 5. Stacy akashangaa, miaka 5? Kama ni miaka yote hiyo, kwa nini hajakuoa sasa? Sisi tumejuana miaka 3 na kanioa. Naila akasisitiza, it's complicated. Kisha akamwambia, sababu nimeolewa. Stacy akashangaa, umeolewa? Naila akashindwa cha kumjibu. Stacy naye akachoka kusikia Naila kaolewa, lakini bado anatoka na mume wake. Naila akamwambia, utanisamehe kwa hilo, nimeamua kukwambia ukweli wote kwa sababu ninampenda. Unampenda mume wangu? Ni ngumu kuelewa na sina tatizo nao lolote, mimi sijamuua Eric. Stacy akawa anamwangalia kwa hasira Naila. Naila anasisitiza, sijamuua mumeo, kwa hiyo anakupenda sana, si ndio? Ndio maana siku yake kuzaliwa akaamua kusherehekea na wewe na sio mimi mke wake. Je, unajua ni kiasi gani nimeumia? Naila akamwambia, I'm sorry. Kwa hiyo baada ya dating ukaamua kumfanyia vile? Akasisitiza, sijamuua Eric, it's complicated, nimerudia na kurudia, sijamuua mume wako na huo ndio ukweli. Stacy akamwambia, nashukuru mume wangu hajafa. Ndipo Naila akagundua Eric kumbe bado mzima na kumwambia, lakini bado unatakiwa unieleze vizuri, ila bado yupo kitandani. Stacy akaamua kunyanyuka na kuondoka na kumwacha Naila ajue atatokaje kwenye hiyo kesi. Alipofika nyumbani, Stacy akapigiwa simu. Alipopokea akamuuliza, umesemaje? Stacy baada ya kuingia ndani akarudi kwenye gari kisha akapanda na kuondoka tena, sijajua nini kimetokea. Huku Selo, Naila akamuita mwanasheria Bajudi na kumwambia, nahitaji kutoka hapa, sihitaji mume wangu ajue chochote juu ya hili, sihitaji wajue familia yangu, ndugu na marafiki kama nipo hapa. Unazungumza nini nayo? Ndani ya masaa 24 mume wako asiposikia chochote kuhusu wewe lazima atawapigia simu polisi. Naila akachoka, unatakiwa ufanye chochote, siwezi kubaki humu usiku wa leo. Stacy akaja hospitali na kumwona dokta. Akamwambia, kesi ya mume wangu haijatangazwa popote, so BBC, CNN wala local media. Kwa nini? Akamwambia, hata mimi nimeshangaa hivi. Akamuuliza, ni nani huyo aliyokupa hizo habari? Akamwambia, simjui, alitumia private number. Akamuuliza, je, ni mwanamke au ni mwanaume? Akamjibu, mwanamke. Stacy akachanganyikiwa na kumwambia, dokta, ngoja nikamuone mume wangu. Alipoingia wodini akavuta kiti na kukaa na kumwambia mume wake, Eric, hujui ni shida gani inayoipitia kwa sasa? Wewe ni nani? Mbona unanifanya nione giza kwenye mwanga? Yule mwanamke kule jela ni nani? Na ni nani kakulipia bili ya hospitali? Ni kitu gani kinachotokea katika maisha yangu? Nataka unyanyuke na unijibu kwa sababu nahitaji majibu yako. Eric, umenielewa? Akampiga miguu na kumwambia, nahitaji majibu, nahitaji uamke. Eric kalala asikii chochote anachosema mke wake. Stacy akakasirika akawa anamwamsha mume wake tu, amka unijibu majibu yangu. Huku asubuhi mwanasheria kaja kwa mume wa Naila na kumsalimia, Mr. Osman, how are you? Fine, thank you, how are you? Akamwambia, nashangaa kukuona, nilikuwa nje kwenye nyumba nikakuona, nikaona nije kukuona kujua nini kinaendelea. Leo asubuhi nimemwona mke wako airport, ameniambia umeenda London na mke wako alikuwa anaenda South Africa. Mke wangu? Ndiyo, ameondoka asubuhi ya leo, akaniambia atarudi wiki ijayo, na kwenye hizi nyumba kuna wateja wangu wengi, hivyo nikaona nikuone. Naila kaenda South Africa asubuhi ya leo. Mwanasheria akamwambia, nashangaa kusikia ufahamu, ameondoka asubuhi hii. Mume wake akawa haelewi mbona hajapewa taarifa. Akamuuliza, ni nini kaenda kufanya South Africa? Kiukweli bado nashangaa kwa nini hajakutaarifa. Ameniambia ameenda kwa ajili ya medical check up. Mume wake akalalamika sana, kwa nini hajaambiwa? Baada siku 5 kupita, kuna mdada anaitwa Tonya akawa anaingia hospitali. Mke wa Eric akatoka, Tonya akamsalimia, habari za jioni. Stacy akamuuliza, lini uliingia nchini? Akamwambia, niliposikia tu yuko hapa amelazwa. Stacy akamwangalia Tonya kisha akamuuliza, umesikia kwa nani? Akamwambia, new traveler. Akamuuliza, je, anaendeleaje? Akamwambia hali yake sio mbaya, na kuamua kukaa kwenye bench. Walipokaa, Tonya akamwambia, ni habari njema.
njema. Stacy akamwambia Tonya, wewe ni sekretari binafsi wa mume wangu, vilevile mna ukaribu wa kuaminiana. Akamwambia na uhakika kuna vitu kuhusu yeye unavijua ambavyo mimi sivijui, naomba uniambie mume wangu ni nani. Tonya akawa anamwangalia tu, akamuuliza hebu niambie juu ya mwanamke anayeitwa Naila na ni nani aliyemlipia matibabu hospitali. Kumbe Tonya ndiye aliyemlipia mume wa Stacy bili na kumwambia dokta asimwambie mtu yoyote nani aliyelipia bili. Pia Stacy akamuuliza nani ambaye amempa nguo za kubadilisha mume wangu. Stacy akachoka ile kinachoendelea. Tonya akamwambia madam, wajibu wangu wa kazi unaishia tu ofisini, samahani kwa hilo, kikweli sijui chochote kinachohusu maisha yake binafsi. Wakati wanaongea mara Eriki akatokea hospitali. Tonya akanyanyuka na kumwambia nashukuru kukuona mzima. Akamwambia nafikiri unaendelea vizuri. Akamwambia ni kweli, ngoja tutazame hali jinsi itavyokuwa. Mke wake akamkata jicho kisha akamwambia utanikuta kwenye gari. Akaondoka zake na kumwacha Tonya na mume wake wakimwangalia jinsi anavyoondoka. Wakiwa kwenye gari wakawa wanasikiza redio. Mtangazaji anasema asante sana kwa kuendelea kusikiza Likundumbu FM kupitia 99.7. Tunaendelea kuzungumzia mahusiano ya dhati kati ya mume na mke. Kama nilivyosema, mahusiano yana changamoto sana, lakini mwanamke akipenda hupenda kwa 100%, lakini mwanaume huwa msaliti hata kama anapendwa kiasi gani, na husababisha mwanamke kuondoa upendo kutoka 100% mpaka 0, na hiyo husababisha mwanamke kumuua mwanaume wake ambaye anamsaliti, na anakuwa sumu kali. Hata kama anaonesha yuko na furaha, ataendelea kujali na kutabasamu na hataonyesha kuwa ana hasira. Penzi hilo husababisha mauaji. Nikusihi usiache kusikiliza Likundumbu FM kupitia 99.7. Stacy akawa anamshika mume wake kuonyesha anampenda sana na kama akijatokea chochote. Walipofika nyumbani, Stacy akamkaribisha mume wake na kumwambia karibu tena nyumbani. Mumewe akawa anaangalia mezani, akamwambia nimekuandalia chakula, njoo. Mume wake akawa anakuja taratibu kama ana wasiwasi vile. Anashangaa kwa nini mke wake kawa mwema baada ya yote yale kutokea. Mume wake aliposogelea kiti akamwambia Stacy I'm sorry. Akamuuliza samani ya nini? Stacy akamwambia mumewe kitu cha msingi unachotakiwa kufanya ni kwenda juu ukapige maji mwili ukawe sawa, kisha urudi kwa ajili ya lunch na nimekutengenezea chakula ukipendacho. Stacy akasogea mezani na kufunua chakula ili aone chakula anachokipenda vizuri. Umekiona? Na kucheka. Mumewe akaitikia kwa kichwa kisha akamwangalia mke wake. Mumewe akakaa kwenye kiti na kumwambia mkewe nawe kaa ili tule wote. Alipokaa kila mmoja akafunua chakula Stacy na kuanza kula. Upande wa pili kwa Osmani, mume wa Naila anachungulia dirishani. Kumbe mke wake Naila alikuwa anaingia huku akiwa kabeba begi. Alipoingia akakutana na mume wake akastuka, ikabidi amfuate amwombe msamaha. Mume wake akamuuliza mwisho umetoka? Naila akashangaa, ulifikiri nisingeweza kujua? Hivi unafikiria nini? Mbona usemi chochote? Naila anaogopa wapi pa kuanzia. Safari yangu imeahirishwa. Ulizani nisingejua kilichokuwa kinaendelea? Nisamehe sana, sitaki msamaha wako. Akamuuliza ni muda gani hili jambo ulikuwa unalificha? Naila akawa anajumauma, akamuuliza tena ni muda gani umenificha hili? Akamwambia miaka 5. Miaka 5? Naila akamwambia nisamehe sana. Miaka 5 ulikuwa unaenda nje kwa ajili ya matibabu bila kunishirikisha mume wako? Naila kusikia hivyo akavuta pumzi, akagundua kumbe mume wake hajui chochote kinachoendelea. Akamwambia ni kweli tuna miaka 5 kwenye ndoa, lakini nilishindwa kukwambia na hatukuwahi kuzungumzia juu ya hili. Mume wake Osmani akamsogelea na kumwambia basi usijieleze sana, ila siku nyingine unapaswa kuniambia hata kama ni mbaya kiasi gani. Msala Naila ukaisha kwa design hiyo. Huku kwa Eriki anamuuliza mke wake kwa nini unaigiza hivyo? Naigiza nini? Kujifanya una furaha. Akamwambia kwa nini nisiwe na furaha? Na kumwambia naomba ule chakula chako. Eriki akamwambia mke wake nataka kuangalia tu unavyokula. Stacy akamwangalia mume wake kisha akacheka na kumwambia upasi kuwa na wasiwasi Eriki, kula chakula chako. Eriki akamwambia kama una furaha sitaki kula peke yangu, tule pamoja. Akasogeza chakula chake na kutaka kula na mke wake. Mke wake akamwambia sielewi kwa nini una hofu. Akamwambia unaweza, na kumsogezea chakula na kumwambia haya kula na mimi. Eriki akawa anamwangalia mke wake na mke wake akawa anamwangalia. Ikabidi Eriki asogeze chakula kwa ajili na yeye yale. Akachota kijiko kimoja cha chakula na kuanza kula na kuwa anakisikilizia. Mke wake akamuuliza vipi kama tutakufa wote pamoja leo? Mume wake akampiga jicho mke wake. Mke wake akamuuliza hebu niambie baada ya kufa utakuwa wapi? Akamuuliza peponi au utakuwa jehanamu? Mumewe akakosa jibu. Mke wake akawa anachezea uma na kijiko. Mume wake akamuuliza kwa hiyo umeona kuweka sumu kwenye chakula itakuwa solution? Stacy akamuuliza kwani unaogopa kufa? Akamwangalia mkewe na kumuita Stacy. Akamjibu naam kipenzi. Kisha akamwambia kula chakula chako. Akasogeza chakula Stacy na kukata chakula na kumwambia na maanisha huu ndio utakuwa mlo wetu wa mwisho tukiwa pamoja. Stacy akakasirika. Mumewe akamwambia samani lakini unajua unanitisha, pia nakubali nilikusaliti na sihitaji kuendelea kulizungumzia hili. Stacy akamwambia nimekuelewa lakini kula chakula. Mumewe akamwangalia na kumwambia samani nimepoteza hamu ya chakula. Stacy akamwambia Eriki ni lazima ule hiki chakula. Akamwambia sitaki kula. Eriki imenichukua masaa kuandaa hiki chakula, kwa hiyo ni lazima ule chakula chako. Mumewe akamwambia mimi naenda juu kuoga kisha nitapumzika, kwa hiyo naomba usahau sitokula hiko chakula. Stacy akamwambia hivi umenisikia nilichosema? Imenichukua masaa kuandaa hiki chakula. Nimekusikia ulivyosema imekuchukua masaa, sasa ni lazima ule hiki chakula. Eriki akamwambia
mke wake, naomba uache sasa hivi kunilazimisha huo upuzi wako, lazima ule chakula chako, siwezi kula hiki chakula. Eric akamind, kwa nini unanilazimisha kula hiki chakula? Naomba acha huo upuzi. Wakati wanaendelea kugombana, moyo wa Eric ukaenda mbio, akawa anashikilia sehemu ya moyo. Mara hali yake ikaanza kubadilika, huku mke wake bado akakasirika, huku akimkazia macho bila kufanya chochote. Eric akazidiwa, ikabidi akae kwenye kiti, huku hali yake ikiendelea kuwa mbaya. Akamwita Stacy, nini kimetokea? Eric hakusema chochote, hali yake ikazidi kuwa mbaya na kudondoka chini. Baada ya kupeleka hospitali, Eric akafariki dunia. Wakiwa nyumbani, Tonya anamuuliza Stacy, ina maana mpaka sasa hujafanikiwa kujua ndugu wa Eric? Akamwambia hapana, nimejaribu kupiga simu kwenye namba zote nilizozijua lakini hazipatikani, nimewatumia message lakini bado hazijajibiwa. Tonya akawa anamwangalia tu Stacy. Stacy akamwambia, nafikiri napaswa kutembelea kijijini kwao, je unajua ni wapi? Akamwambia ndiyo, tulienda mara 3. Tonya akamwangalia Stacy na kumuuliza uko sawa? Akamwambia naomba nipatie glasi ya maji. Wakati anaenda kuchukua glasi ya maji, simu ya Stacy ikaita. Akamwambia subiri kwanza. Alipopokea akaambiwa kuna polisi, kisha akawaruhusu waingie. Akamwambia Tonya, kuna polisi wamekuja. Akamgeukia Stacy. Stacy akawakaribisha maafisa wa polisi, mnaweza kukaa. Baada ya kukaa akajitambulisha, mimi naitwa John, nipo na mwenzangu, sisi wote ni maafisa wa polisi kutoka kituo cha kati cha Nigeria. Uliripoti juu ya tukio la mume wangu na mimi ndio officer in charge. Stacy akamwambia afisa, lakini sikumbuki kama nilikwambia upeleleze kifo cha mume wangu, kwa sababu sisi sote tunajua kwa nini alikufa. Amekufa kwa mshtuko wa moyo. Hapana madam, mume wako aliwekewa sumu. Stacy akashangaa. Afisa akamwambia baada ya uchunguzi imegundulika alipewa chakula chenye sumu ya RDB, na hii sumu ina kawaida kuongeza pressure ya moyo na kusababisha kifo, na hii huchukua mwezi au wiki kufanya kazi, na tuna mashaka na aliyeweka sumu atakuwa anatoka kwenye familia yako. Akamwambia madam, ukiachana na wewe unapaswa kututajia watu walio karibu katika ofisi yake, marafiki au watu wengine wanamzunguka kila siku, tafadhali tunaomba ushirikiano wako. Stacy akachoka, kisha akamwambia huyu ni sekretari wake binafsi na uhakika mtakuwa mmepata mtu sahihi wa kuwasaidia. Tonya akakaa vizuri kwenye sofa na kuambia mimi sikuteuliwa kuwa sekretari wake binafsi. Kisha akawaambia alikuwa ni mume wangu. Stacy akashangaa, akamwangalia mpaka maafisa wa polisi nao akashangaa, nao wakaangaliana. Tonya akawaambia tumefunga ndoa miezi 8 iliyopita. Stacy akazidi kushangaa na kumwambia nina ujauzito wake. Maaskari wakaangaliana na kutikisa kichwa. Stacy akachoka na kukaa vizuri, akawa aelewi. Akamuuliza umesema wewe ni nani? Akamwambia nimesema mimi ni mke wa Eric na Eric alikuwa mume wangu, huku akimwangalia Stacy. Kisha akaangalia na maafisa wa polisi. Stacy akachoka, hakutegemea kupata habari nyingine mpya. Aliposimama akamuuliza tena Tonya, umesema nini? Tonya akanyanyuka na kumwambia nimesema kama ulivyosikia na nina ushahidi. Akamwambia ninao kwenye mkoba wangu. Afisa John akamuuliza una hakika ushahidi huo utajitosheleza? Na uhakika. Akatoa dokumenti kwenye mkoba na kumkabidhi mpelelezi, huku akimwangalia Stacy kwa macho ya dharau. Stacy haelewi nini kinaendelea. Baada ya kuifungua na kuisoma akamuuliza hii ilikuwa wapi? Mahakama Kuu ya Abuja. Stacy akachanganyikiwa, akaomba na yeye ajiridhishe kama ni kweli aliolewa na mume wake. Aliposoma akachanganyikiwa na kutupa makaratasi chini, kumbe ni kweli Eric alimuoa Tonya. Kisha Tonya akatoa business card kwenye mkoba wake na kumpatia mpelelezi na kumwambia tuwasiliane kwa sababu nataka kujua mwisho wa hii kesi, na kuamua kuondoka zake akiwacha pelelezi na Stacy. Baadaye Stacy akamwita mwanasheria Bajudi na kumwelezea kila kitu kilivyokuwa. Akamwambia huyu mwanamke ana picha za harusi alizopiga na mume wangu, lakini pia ana cheti cha ndoa na uthibitisho wote. Mwanasheria akawa anamsikiliza. Akamwambia watu wanacheza huu mchezo kama draft, ni mchezo mbaya sana, wanakwenda hatua kwa hatua. Kwanza wamemuua mume wangu na sasa wanataka kugawana mali zangu na mimi. Stacy akachoka, elewi mambo yanavyoendelea. Mwanasheria akamwambia shida mume wako hakuandika wosia. Ulitaka andike nini? Kila kitu kwenye nyumba ni mali yangu. Wosia gani wakati nyumba ni mali yangu? Ninamiliki nyumba kwa sababu nilirisi kutoka baba yangu. Sasa ni kitu gani unazungumza? Madam, hebu kuwa mpole. Unapaswa kuwa mpole. Mimi niko upande wako. Kwa miaka 5 nilikuwa mwanasheria wa mume wako na hakuwahi kuandika chochote juu ya hii familia. Kumbuka kila kitu ulimkabidhi yeye, nyumba, magari pamoja na kampuni. Sawa, lakini sijawahi kusaini dokumenti yoyote. Sijawahi kusaini mali zangu, sijawahi. Hizi mali nilirisishwa kutoka kwa baba yangu. Labda kama atakuwa aliniforce kusaini kabla sijasoma dokumenti. Stacy akachoka, akaona kama ni ndoto anayoipitia. Kisha akamwambia mwanasheria natakiwa niende nikaona wazazi wake sasa hivi. Akiwa njiani akampigia simu Naila na kumuita Naila. Naila akapokea na kumuuliza wewe ni nani? Akamwambia mimi ni Mrs. Stacy. Umepataje namba yangu? Hiyo haikuhusu, ila jua nitakushangaza jinsi ninavyokujua. Naila akabadilisha simu huku akiongea mume wake asije akasikie mazungumzo yao. Uhusiano wetu ushakufa. Yule aliyefanya tuwasiliane ameshakufa. Kwa hiyo naomba endelea na maisha yako. Akamuuliza unataka nini? Kila kitu ninachotaka kujua itabidi uniambie. Naila akamwambia sina cha kukwambia. Eric ashapumzika. Hebu muache apumzike kwa amani. Eric hawezi kuwa na amani mpaka uniambie kila kitu ninachotaka kujua. Akamjibu sina cha kukujibu. Stacy akamwambia ndani ya dakika 40 nitakuwa kwenye nyumba yako na nitamwambia mume wako akae nasi wakati nazungumza na wewe. Naila akaogopa sana, akajua kabisa Stacy anakwenda kuvunja ndoa yake. Stacy akakata simu. Kumbe Naila wakati anazungumza na simu na Stacy, mume wake alikuwa anasikia kila kitu. Stacy aliporudi
Alivyorudi nyumbani kwake, kumbe mwanasheria Judy alikuwa anamsubiria. Stacy akashuka kwenye gari. Mwanasheria akamuuliza, unaonekana huna raha kabisa, nini kimetokea? Akamwambia Eric hakuwa na familia kijijini. Mwanasheria akashangaa, akamwambia hakuwa na familia, ndoa yangu ilikuwa fake, kila kitu kilikuwa ni uongo muda wote huu ambao nilikuwa naye. Akachoka akasema, ninachukia jinsi ninavyopoteza mali zangu kirahisi, vitu vyangu vyote nilivyotafuta pamoja na vitu nilivyorisi. Akaapa sitakubali kuanguka, nitavirudisha vyote. Judy akamwambia kuwa mpole, nimepeleza ni kweli ameolewa tarehe 16 Oktoba 2024, ina maana miezi 6 baada ya kujiunga na kampuni. Ndio hivyo walifungia mahakama kuu na alimjengea nyumba Abuja, na nyumba ilikuwa zawadi kwa ajili ya kukubali kuolewa naye. Stacy akachoka akamwambia, nataka kumjua zaidi huyu mwanamke, nataka kumjua ni nani, nataka kujua details za majina yake ya kwenye gari, nyumba na malipo ya benki anayofanya. Umenielewa? Akamjibu ndio ma. Stacy akachoka kwa sababu Tonya ana dokumenti za kisheria, alafu yeye hana chochote. Stacy akaingia ndani na kutoka na mguu wa kuku, sio kuku tu, kuku mweusi. Mwanasheria akawa anamzuia lakini ikashindikana. Stacy akaenda mpaka walipopanga kukutana. Naila alipomwona akashuka kwenye gari, kila mmoja akashuka kwenye gari na kuanza kusogeleana. Naila akamuuliza, kwa nini umekuja na hiyo? Na kumuuliza, unataka nini kwangu? Kila kitu ninachotaka kujua kuhusu wewe, kila kitu ninachotaka kujua kuhusu Eric. Naila akachoka kisha akamwambia alikupenda. Akamwambia, ukiniambia tena kuhusu mapenzi nitafyatua huo ubongo wako. Umesema unahitaji ukweli, niambie ukweli. Alikupenda wewe? Ndiyo alikupenda. Akamwambia alisema uliokoa maisha yake baada ya miaka 6 iliyopita kupitia partners na marafiki zake, na ambaye alikuwa mtoto wa mjomba anaitwa Juru. Juru hakutaka niolewe na Eric, ila Eric alitaka anioe, lakini Juru alikataa. Eric alitaka nibaki kwenye kazi na sio mapenzi, lakini Juru pia akakataa. Baada ya hapo nikaamua kuolewa na Osman, lakini mimi na yeye tukabaki tu wapenzi. Stacy akawa anamwangalia Naila akamwambia ni hivyo tu. Stacy akakubali maelezo ya Naila na kumuuliza nini alikuambia kuhusu mimi. Naila akamwambia wazazi wako walifariki 2011. Stacy akawa anamwangalia tu akamwambia kwenye ajali ya ndege ulilisi mali zote na kampuni, na hiyo ndio sababu Eric iliyomvuta kwako na kwa ajili ya kujificha. Na maanisha Eric alikuwa mhalifu na mimi nilikuwa muzangada. Najua kukupenda, najua kukuwa wewe ilikuwa geresha na sio ndoa halali. Akamwambia Eric hakutaka azae watoto na wewe, ndio maana kila unapopata mimba akawa anaweka dawa kwenye kinywaji chako na kusababisha mimba kutoka. Stacy akachoka, lakini pia nilimwambia kufanya unywe na upate vibe haitabadilisha chochote. Stacy akachanganyikiwa akamuuliza, je, huyo cousin wako Juru nitampata wapi? Nishakwambia hakuna mtu utakayempata. Kwa nini? Wote walishakufa, na hiyo ndio sababu ya kuachana na uhalifu na kuja kwako kama mkombozi. Na kwa sababu asingeweza kusafiri Marekani na pasipoti yake tu, aliishi South Africa na Zanzibar kuokoa maisha yake. Akamwambia sina kingine cha kukwambia. Akataka kuondoka, akamkumbuka Tonya na kumuuliza Tonya ni nani, na ila akamwambia ni malaya, ni mtu wa kupiga na kuondoka. Eric alila naye mara moja, alimchukua picha za utupu na kumtishia atazisambaza mtandaoni. Ni kweli unaosema? Ndiyo. Na Eric angeweza kumuua lakini hakufanya hivyo. Stacy akamuuliza, kwa hiyo alimlazimisha muoe na yeye? Akamwambia hapana, hakuna mtu wa kumlazimisha Eric kufanya chochote katika hii dunia na hajawahi kuoa. Stacy akachanganyikiwa akamwambia ana dokumenti pamoja na picha zinazothibitisha ameolewa, anadanganya, hajawahi, ilikuwa mara moja tu na hajawahi kuoana. Stacy akaamua kuondoka huku analia, maana kila kukicha anasikia mambo mapya. Anarudi nyumbani anamkuta Tonya na mama wamekaa, akawauliza nini kinaendelea kwenye nyumba yangu? Nyumba yako? Lazima utakuwa unatania, hii nyumba ni ya mume wangu aliyotangulia mbele ya haki. Stacy akamwambia Tonya, nakujua wewe ni nani na ninajua unavyocheza huu mchezo. Mama akasema samani we msichana, jina langu ni Miss Mchomangili, ni mama wa Eric, wewe ni nani? Stacy akamsalimia good morning ma, jina langu ni Stacy Toboatobo, ni mke wa Eric. Lazima utakuwa unatania wewe, unawezaje kuolewa na mwanaume ambaye una kumbukumbu yoyote rasmi ya kuolewa? Kivipi? Stacy akamwambia kama nilivyosema, nakujua wewe ni nani. Mama akawaka na kumwambia mimi sikujui wewe ni nani, nachotaka uchukue vitu vyako na uniachie nyumba ya mwanangu, na kumpa siku 10. Kama hatatoa vitu vyake ataita polisi wamtoe kingumu. Stacy akawaambia huu mchezo mnaocheza utawatokea puani, kisha akawafukuza nyumbani kwake. Upande wa pili Tonya yuko na mwanasheria, wakashangaa kuona gari la Stacy likiingia nyumbani kwa Tonya. Wakawa wanaangaliana, wakajua tayari kishanuka. Baada ya kushuka kwenye gari, mwanasheria akamwita Mada, akamjibu kumbe upo hapa? Ndiyo nipo hapa kwa sababu nimepigiwa kwa majukumu ya kikazi. Tonya akamuuliza unafanya nini hapa na umewezaje kujua ninapoishi? Stacy akamwambia najua kila kitu kuhusu wewe, ni malaya smart wa Abuja, umeenda jela mara 4, umelala na mume wangu mara 1 na kumweka kwenye blackmail kwa kumtishia na kumlazimisha kupiga picha za harusi na kutaka uwe msaidizi wake binafsi, pia ukamuua. Ukaona haitoshi, ngoja nikwambie kitu Tonya, siwezi kukuacha mpaka nitakapohakikisha upo kwenye kuta za jela. Umenielewa? Mchezo unaocheza ni bora uache, utakugharimu kwa sababu nataka nikuweke jela. Naomba ukalili maneno yangu. Tonya akamwambia Stacy, watu wanaobweka huwa hawang'ati. Stacy akamwambia acha tuone nani atacheka mwisho, na kuondoka zake. Baada ya siku kadhaa Tonya akakutana na rafiki yake Eva na kumkaribisha kwake na kumuuliza kimekuleta nini Abuja? Akamwambia vacation. Ina maana ushampata mwanaume? Eva akawa anaogopa kumwambia, akamuuliza naweza kukuamini? Akamwambia unaweza? Akamwambia nipo
nipo na mahusiano na balozi wa White Sand Cheers, kwa hiyo ndio anayetaka kukuoa mke wa pili. Mimi sijali, ninachotaka ni pesa tu, lakini pia ni mwanasiasa na biashara kibao. Tonya akamwambia sasa unasubiri nini? Unajua unatakiwa uwe smart kwenye hili, unatakiwa kuingia kwenye nyumba na kuichukua hiyo nafasi. Eva akamwambia kuna tatizo, huyu mwanaume amefariki na kila kitu kimekufa. Nilikuwa kwenye mahusiano naye kwa miezi 10 lakini hakutaka kunioa. Tonya akamuuliza nini aliacha kwako wakati anakufa? Akamwambia hakuna kitu, ndio maana sielewi nafanya nini kwa sasa. Unatakiwa kupata zaidi baada ya kufa. Kivipi wakati mimi sio mke wake? Tonya akamwambia sasa ni muda wa biashara, 30% za kwako, 70% za kwangu. Eva akamwambia sijakuelewa bado. Akamwambia utapofanikiwa kukaa kwenye nyumba yako 30% ni za kwako, 70 ni za kwangu. Unasemaje hapa? Eva akamuuliza tutawezaje sasa? Akamwambia upo kwa professional wa kutatua hilo tatizo. Je, uko tayari au la? Tonya akamwambia atamkutanisha na mwanasheria ambaye anaweza kuchezesha kila kitu na ukapata mali za huyo mwanaume bila kipingamizi chochote. Baada ya siku kadhaa kupita, mwanasheria Bajudi akaja na dokumenti zote zilizosainiwa na mahakama na kuthibitisha Eva akaolewa na mwanaume aliyekuwa amefariki. Bajudi akamwambia kilichobaki hapo ni wewe tu kutia hizo sign. Eva akamshukuru mwanasheria kwa macho ya kumtaka na kutaka kumshukuru kikubwa zaidi, maana kazi aliyofanya si ya kitoto. Eva akamwambia naomba ni kiss. Mwanasheria akawa anaogopa. Eva akawa anamsogelea na mwanasheria akasema usinitanie, mtoto mzuri kama hivi nikatae maji ya baraka? Akapigwa kisi mwanasheria, akawa amini kama akapigwa kisi na mrembo na kujishika lips. Eva akamshukuru mwanasheria na kutoka naye nje alipokuwa Tonyo akipunga upepo. Eva baadaye akaingia kwenye gari lake na kumpigia simu Stacy na kumwambia nimekutumia dokumenti zote kwenye email, zinaonyesha huna hatia pamoja na sauti za mazungumzo yetu. Akamwambia naomba usinishukuru, wewe nitumie pesa yangu tu iliyobaki. Akiwa nyumbani, Tonyo akapigiwa simu. Alipopokea mwanasheria akamuuliza yuko wapi Eva? Akamwambia sijui. Si una namba yake, kwa nini usimpigie? Namba zake za simu haziko hewani. Je, kuna tatizo? Nahitaji nimpate nimuue. Akamwambia Eva alikuwa anafanya kazi kwa ajili ya Stacy. Tonyo akashtuka. Stacy ana ushahidi wa kunifunga, atafanya nifutwe kazi na kuharibu taaluma yangu yote niliyopambania kwa miaka yote hiyo. Tonyo akamwambia kuwa mpole. Akanyanyuka na kumwambia hebu nifikirie kidogo. Tonyo akawa anazunguka kwenye nyumba yake na kumwambia nitalimaliza hilo, naomba nikupigie baada ya dakika moja. Huku mwanasheria akachanganyikiwa mpaka anavua koti, haelewi atafanyeje. Tonyo akakaa kwenye kiti na kupiga simu na kumwambia kuna tatizo, tena tatizo kubwa. Stacy kashambana mwanasheria, sasa anajua kila kitu na hiyo itapelekea na sisi kuingia kwenye matatizo. Sasa tunafanyeje? Osmani akasema muue. Ni muue? Ndiyo muue. Muue mwanasheria kupoteza ushahidi wote. Tonyo akampigia mwanasheria na kumwambia aende nyumbani kwake. Mwanasheria akamwambia nakuja sasa hivi. Baada ya muda maskari wakiwa kwenye Defender na Stacy wakaingia nyumbani kwa Tonya. Maskari wakatoa Tonya na Osmani kwenye nyumba. Stacy akawa anaangalia tu kwa hasira, maana mwanasheria wameshamuua kwenye nyumba yao. Na huo ndio mwisho wa hii movie inaitwa Scanned. Ila usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment channel yetu.